Shalom, shalom watu wa Mungu. Ninawasalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wakati mwingine tena ningependa tushare neno la muda kwa kumtukuza Mungu. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakuinua Mungu kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa ajili ya muda na wasaa kama huu ambapo mtumishi wako anaenda kulisikia neno lako. Mungu, ninakuomba ukamfanye kila mmoja kuwa na moyo laini, akapate kuyasikia maneno yako na maneno haya yakageuze nia ya moyo wake Bwana, wote wakakuelekee wewe. Mungu, tunakuinua kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa vile ambavyo umemjalia afya na neema huyu mtu wako akapata kuyasikia maneno haya. Kwa uweza wako na nguvu zako Bwana, namweka mikononi mwako katika jina la Yesu. Kila nguvu za giza, roho chafu, mapepo majini, uchawi, uganga uliotumwa juu yake kwa ajili ya kuzuia usikivu wa neno, ninaufuta kwa jina la Yesu. Na neno lile atakapolisikia Bwana likamponye nafsi yake katika jina la Yesu, nikiomba na kushukuru. Amina. Asante watumishi wa Mungu. Leo tutaenda kujifunza kutoka katika kile kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 36. Na Biblia inasema, mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Watumishi wa Bwana, kinachoangaliwa hapa ni kuwekwa huru. Wakati ambapo hatujamjua Mungu, tukienenda katika uovu, kwa maana tukitenda dhambi, tulikuwa tupo kifungoni. Tulikuwa tumefungwa na vifungo vya dhambi, kwa sababu tulikuwa tunatenda dhambi na tulikuwa watumwa wa dhambi. Kwa kuwa watumwa wa dhambi, wakati wote tulitamani kuitenda dhambi, hatukutamani kuiacha. Kutokana na hivyo, maisha yetu yote yakawa ni kutumikishwa katika dhambi. Sasa watumishi wa Bwana, kutokana na hivyo, ni wakati mwingine tena kuja kueleza kwamba Mungu anatoa ujumbe wa kutoka kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa 36 kwamba mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Watu wengi baada ya kuokoka, kwa sababu kuna dhambi walikuwa wanazitenda mwanzo, baadhi ya watu wanaamini ya kwamba zile dhambi hawajasamehewa. Kuna wengine wanaamini kwamba kuna dhambi hizi na hizi na hizi Mungu atakuwa amewasamehe, lakini kuna dhambi zingine hizi hapana, Mungu atakuwa hajasamehe. Sasa nikwambie, katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 8 mstari wa 12, Mungu anasema wazi kabisa ya kwamba nami nitawasamehe makosa yao na wala uovu wao sitaukumbuka tena. Kwa hiyo Mungu anapokusamehe, anakusamehe kabisa. Hasa akumbuki tena yale uliyotenda zamani. Isipokuwa baada ya kusamehewa, uhakikishe unaishi chini ya sheria za Mungu. Achana tena na kurudi kwenye dhambi. Acha kabisa dhambi, jitenge mbali na dhambi. Ishi chini ya sheria za Mungu. Hapo Mungu hatakumbuka tena uovu wako nyuma. Lakini ukienenda tena na uovu, maana yake sadaka ya ukombozi ilitolewa mara moja tu. Yesu aliwekwa msalabani mara moja tu, na sadaka ya ukombozi ipo mara moja tu. Kwa usirudi kwenye dhambi, wewe mtu wa Mungu ambaye uliopo kanisani, ambaye unamtumikia Mungu katika roho na kweli. Ikimbilie hii neema, uishikilie, usiache, kwa sababu ndipo tumaini lako lipo. Jiepushe na kila namna ambayo itakurudisha nyuma. Shetani atakuzungumzisha masikioni mwako kwamba wewe ndio umeokoka, umesamehewa, lakini kuna kosa ulifanyaga lile Mungu hajakusamehe. Kuna mtu ulimfanyaga vile pale Mungu hajakusamehe. Hizo ni kelele za shetani kukufanya urudi nyuma, ili uamini kwamba haujasamehewa aweze kutumia tena katika shughuli zake za uchafu. Sasa ijue hili neno leo, ili ukapate kukombolewa, kwamba mwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Ni huru kweli kweli. Ninaposema huru kweli kweli, maana yake sio nusu nusu. Ni kweli utakuwa huru pasi na kurudi nyuma. Muinue Bwana katika maisha yako. Tumika. Yale mambo uliyokuwa unahisi yanakusitisha, kwamba unahisi kwamba nipo nusu nusu, ingia kweli kweli, mtumikie Mungu. Mungu amekusamehe moja kwa moja, hajakusamehe nusu nusu. Bwana akubariki. Ninaomba na roho ya kukata tamaa na kurudisha nyuma katika wokovu ipate kutoka. Weka mkono wako kichwani hapo ulipo, nikuombee. Na hata wewe mwenye matatizo ya aina mbalimbali, mwenye maradhi mbalimbali, weka mkono wako kichwani hapo ulipo. Ninaenda kuomba. Kama una matatizo kwenye tumbo lako halipati mimba, kama una shida sehemu yoyote, basi weka mkono mahali hapo. Ninaenda kuomba naye Mungu ataenda kukuponya. Baba, katika jina la Yesu, mwangalie huyo kijana wako aliyopo hapo, aliyelala kitandani hawezi kunyanyuka. Huyo ambaye yupo mashambani, yupo mijini, yupo mahali mbalimbali, familia ya upande wa wakwe zake imemkataa kwa sababu aidha tumbo lake alipokea mimba au amekosa nguvu za kiume ili kuweza kupata mtoto. Mungu, ninakuomba kwa ajili ya uponyaji kwa ajili ya mtu huyo. Mungu, ukashuke na nguvu zako zikashuke kwa watu wako kwa jina la Yesu. Ninaamuru kila mapepo ya kuharibu uzao, kila mapepo ya magonjwa yaliyowekwa ndani yako. Wewe mtu mwenye kisukari, mwenye pressure, mwenye BP, ninatuma moto wa Yesu kuchoma na kuharibu kila nguvu za giza na roho chafu zilizotumwa katika afya yako. Kila mapepo ya kisukari ninayafuta katika maisha yako kwa jina la Yesu. Kila mapepo ya paralysis ninayafuta kwa jina la Yesu. Mungu, ukashuke mwenyewe Bwana, ukapate kuwaponya. Maana umesema kwa ombeni neno lolote kwa jina langu nami nitatenda. Kwa jina la Yesu ninaamuru kila magonjwa na roho za kukataliwa kurudishwa nyuma, kila mapepo yaliyotumwa kwako kujisi kwamba hauna haki mbele za Mungu, ninayafuta. Ninazungusha moto wa Yesu kuzunguka